Sixton, kwema? Kwema kabisa, mambo yanaendaje? Fresh tu za sasa hivi. Fresh fresh kabisa. Una furaha sana siku ya leo ambayo ni siku nzuri, siku mmezindua jezi zenu za msimu ujao wa mwaka 2026 2027. Pengine jezi ipi ilokuvutia zaidi katika jezi zile tatu, ya nyumbani, ya ugenini ama jezi namba 3? Nimewahi kufika hapa Jangwani kwa sababu ya kupata uzi mkali. Yaani sio jezi tu, ule ni mtoko wa nchi nzima. Alafu kungekuwa kuna uwezekano serikali wangesema tu jezi za Yanga watoto wao wanavaa shuleni. Kwa sababu nilivyozitazama zile jezi bana, zinafaa kabisa watoto kuvaa kwenda shule. Zinafaa kabisa. Kwa hiyo serikali kama kuna uwezekano wazichukue jezi za Yanga wazipitishe, watoto wao wanavaa kwenda nazo shuleni. Yaani Yanga tunavaa na watoto wanavaa kwenda nazo shuleni. Kwa hiyo mimi kuna Yanga soka ile Yanga soka ile wana jezi zao. Yaani wale wana jezi zao na sisi tuna jezi zetu. Kwa hiyo wale jezi ambazo hizi zimezinduliwa Yanga soka watavaa na sisi tutavaa. Kwa hiyo uzi ni mkali, ila mimi nilikuwa naomba serikali kama kuna uwezekano wapitishe ombi langu kwamba hizi jezi za Yanga zikavaliwa hadi mashuleni. Kwa sababu jezi kali, angalia kama ya njano ya kijani, nyeusi. Jamani, hapa sitapata mchumba bure. Alafu kitu kingine, nasikia ukivaa jezi za Yanga automatically utaanza kuongea Kiingereza. Unaniona mimi hapa naongea Kiswahili. Nimevaa jezi ya Yanga msimu uliopita. Sasa nikivaa jezi ya msimu mpya hii nitaanza kuongea Kiingereza automatically tu, Kiingereza kinapanda chenyewe. Umedisha sana Sixton. Sasa hapo tuambie jezi yako moja ambayo ni favorite mimi nikitazama hapa zote ni kali. Na nimekuja hapa Jangwani sina hela ya kununua jezi, ila naamini zote tatu nitazipata na nitapata hela na nitazinunua mwenyewe, lakini hapa nimekuja sina hela. Lakini nitazinunua zote tatu. Kuna hii hapa nyeusi, huku na weusi afu na kijani fulani, kuna hapa njano, yani zote ni kali. Kwa hiyo hawa Simba mikia nyuma wanaojifananisha na Yanga kwenye masuala ya jezi hawatuwezi. Sisi Yanga siku zote kwenye masuala ya jezi hatunaga mpinzani. Yani Yanga kwenye swala la jezi, Yanga ndo namba 1, namba 2, namba 3 mpaka namba ya mwisho. Hao wengine wanatuigaga tu. Ndio maana umeona wameanza, wakubwa tumemaliza na uzi mkali. Kwanza shabiki wa Simba akiuona uzi wa Yanga atapata shida sana. Atateseka sana kwa sababu Yanga kila mwaka tunawapiga bao kwenye jezi. Tunawapiga bao kila mwaka. Kwa hiyo sisi Yanga hatuna mpinzani. Kwa hiyo tumekuja kununua na ninavyoambiwa za ndani na mashabiki wa Simba wamekuja hapa kuzinunua jezi za Yanga. Jezi umeziona zote tatu. Je, unadhani nini hasa kimezingatiwa kwenye jezi hizo tatu? Kwenye jezi mpya za Yanga kwanza ni quality. Yaani kiufupi ubora ambao umezingatiwa mle ni viwango vya kimataifa. Yaani jezi ambazo anavaaga Ali bado anazovaaga Real Madrid ndio ambazo tutazivaa Yanga msimu huu. Jezi ambazo anazivaaga Barcelona, Man U ndio uzi ambao tutakuja kuuvaa Yanga msimu. Yaani tushauvaa sasa, tunao sasa, upo hapa ni bado kununua tu. Kwa hiyo tumshukuru tu mzabuni ambaye ameletwa na GSM. Kweli GSM nasikia alimchukua mzabuni kutoka Misri, kitu kama hicho, amemtoa Ufaransa, amemtoa mzabuni kutoka Ufaransa ili sisi wana Yanga tuweze kuvaa vitu vizuri. Kwa hiyo sisi GSM tunamshukuru sana kwa sababu GSM anatupambania sana sisi Yanga. Tunamshukuru GSM. Sawa, lakini baada ya jezi mpya hizo kutoka, je, matarajio ama malengo ya Yanga kuelekea msimu ujao ni yapi? Kwanza hizi jezi na hizi zitaisha mapema. Alafu malengo yetu sisi Yanga ni kuchukua ubingwa tu. Na sio ubingwa wa ligi kuu, ni ubingwa wa CAF Champions League. Kila msimu sisi Yanga tunachukua ubingwa wa ndani. Kila msimu hatuna mpinzani huko. Kila anayekuja tunampiga, tunampasua tunavyotaka sisi, na makombe tumechukua mengi sana. Mpaka hivi sasa sisi Yanga tuna makombe 32 ya ligi kuu. Hamna timu yoyote ambayo ina makombe 32 ambayo tuko nayo sisi Yanga. Kama kuna timu ambayo ina makombe ya kumfikia Yanga, anyoshe kidole juu. Au nitajie hapa nikupe 100,000. Yanga tunaongoza kwa makombe mengi. Kwa hiyo sasa sisi Yanga msimu huu mawazo yetu, tunaomba wachezaji ambao wamesajiliwa na Yanga watuletee kombe la CAF Champions League. Ya ligi kuu tumeshayazoea. Yaani kama kila siku nakula wali, sasa siku natakuwa badilishe ule biliani. Kwa hiyo sisi Yanga tunataka tule biliani la CAF Champions League ambalo ni kombe. Kombe la CAF Champions League na za ndani na hisi sisi Yanga ndio tutaleta hilo kombe hapa. Hawa Simba watalukaluka kwa sababu usajili wao kama ambavyo unaona. Sisi Yanga tumemsajili pale namba 9 Peter Shalulile. Ila sasa wao Simba wamemsajili Osimene. Yule jamaa anakimbia kama mbuni. Kwa namna ambavyo nilivyomuona yule mchezaji wao Simba,
Kama kwa ule uchezaji ambao ulicheza kwenye yale mashindano anakuja kucheza kwenye ligi kuu, Simba wana safari ndefu sana ya kumpata striker. Sisi Yanga tuna Ture pale mbele, Ibrahima Ture mshambuliaji huyo. Pia tuna Peter Shalulile mshambuliaji huyo. Clement Mzize mshambuliaji huyo. Pia kuna huyu mshambuliaji ni mzawa ambaye ametokea Mashujaa, anaitwa nani? Jina limenitoka kidogo. Hussein Juma Mihambo. Bale sisi Yanga msimu utakaokuja, yani kinatoka chuma kinaingia chuma, yani chini moto juu moto. Kwa hiyo kwanza nataka niwaambie Simba kuelekea tarehe 12 wapange wao kikosi. Tukisema apange kikosi Mangoba Ngiti, watakufa sana. Yani Simba kuelekea tarehe 12 wapange kikosi wao wenyewe, kwamba pale golini aanze Msheli au aanze Diala. Pale mbele aanze Mzize, huku pembeni aanze Chuga Boy, huku aanze Albert Kangwanda, pale kati aanze Ngoma au nani. Ila wakisema apange kikosi Mangoba Ngiti, watakufa nyingi sana. Watakufa nyingi sana kwa sababu yule kocha wetu mkuu Mangoba yule ana roho mbaya sana. Yule akifungwa anaingia kwenye vyumba vya wachezaji, anapiga makofi wachezaji wote. Kwa nini mnafungwa? Kwa sababu sisi Yanga tunaongoza, tumesajili wachezaji wakubwa sana. Tunachosubiri ni quality iende kuamua uwanjani. Labda Mungu aamue aseme kwamba nyinyi Yanga mmeshachukua makombe mengi msimu huu, natakiwa muache msichukue tena. Ila kwa quality ambayo tumeisajili, kila kombe tutalichukua, kila mtu akija mbele yetu tunamfumua. Yani sio ni mpinzani wa kuisumbua Yanga. Mnaanza na ngao ya jamii tarehe 12. Tunaanza kumpiga mke wetu mkubwa Simba. Tunamfumua tarehe 12 Zanzibar pale Amani, alafu tunaanza kuzitafuta alama za ligi kuu, point za kulitafuta kombe la ligi kuu. Alafu sasa tunasubiri sasa kwenye CAF Champions League. Mimi kama nilivyokuambia, sisi malengo yetu ni kwenda kuchukua kombe la CAF Champions League. Bas. Leo draw inachezeshwa. Mtajua ni nani na nani amepangiwa na nani, lakini pia tutakuja kuyadiscuss hayo. Tuachane nayo kwa siku hii ya leo. Labda nikwambia tu kiufupi, sisi Yanga yoyote atakaye kuja kwenye CAF Champions League ajiandae tu kupasuka, aje na leso kufutia machozi. Sisi Yanga hatuna huruma. Hiyo huruma ya kuto kumfunga mpinzani sisi Yanga hatunaga hiyo. Sisi Yanga sasa hizi ni mwendo wa kumpasua yoyote atakaye kuja mbele. Bas. Lakini 62 unaonekana kujiamini sana. Ni nini hasa kinachokupa imani wewe kujiamini namna hadi kwenye mashindano makubwa hayo ya CAF? Cha kwanza najiamini kwa sababu Yanga ni timu kubwa. Cha pili Yanga najiamini kwa sababu Yanga na viongozi ambao wana akili, wanajua nini wanachokifanya. Mtazame GSM, haongei sana, anasema tu Yanga bingwa, na msimu huu amesema atakuwa anatamka tu Yanga. Kwa sababu ile Yanga bingwa anaona kama anaongea sana, msimu huu GSM ataongea tu Yanga bingwa, tutamalizia sisi mashabiki na mashabiki wa Simba mikia nyuma. Watakuwa wanaitamka hiyo bingwa. GSM akisema Yanga, wao wanajibu bingwa. Kwa hiyo cha tatu sisi Yanga tuna quality kubwa. Wachezaji ambao wamesajiliwa Yanga, mchezaji mmoja ambaye amesajiliwa na Yanga ni sawasawa na kikosi kizima cha Simba na Azam Singida kama vifungashio. Mchezaji mmoja yule Albert Kangwanda MVP, thamani yake ni Simba nzima na wachezaji na timu nyingine zote kama kina Azam na nyingine hizo. Alafu sisi Yanga, nakupa hiyo ya mwisho sasa. Sisi Yanga tumemtambulisha Fred Ngoma, yani ligoma likubwa. Fred Ngoma, wao Simba wana Kagoma. Elewa neno, sisi Yanga tumemtambulisha Fred Ngoma, ligoma likubwa. Wao Simba wana Kagoma kadogodogo. Kwa hiyo tutawatesa sana. Wao wana mbuzi Kagoma. Jamani mdomo jamani, hebu nisameni jamani. Sawa, tumuongelee Peter Shalulile, mchezaji kutokea Mamelodi Sundowns. Lakini mashabiki wa Simba wanasema kwamba amechukua makombo. Unalithibitisha hilo? Unajua mtu akisema kwamba sisi Yanga tumemsajili Peter Shalulile ni makombo, huyo mtu hana akili timamu au imemuuma. Nakwambia imemuuma kwa sababu gani? Simba mpaka hivi sasa wanahaha au wanatapatapa kuziba hili pengo la Peter Shalulile, kwa sababu sisi Yanga tumemsajili Peter Shalulile na wao wanataka wajibu. Tulipomsajili Peter Shalulile walianza kusema na sisi tunamtaka tusajiliwe Mayele, na sisi tunataka tusajiliwe Faisali, lakini mpaka leo hao wachezaji hawajasajiliwa. Kwa hiyo huu usajili wa Peter Shashaman umewaumiza sana, na tunajua nje ya mwili wanaweza kusema hawajaumia, lakini maumivu ndani ya moyo wao tunajua kwamba wanaumia sana. Yani tumewapiga kwenye kidonda, yani pale kwenye kidonda tumechukua chumvi tumeweka na lindimu na limao sio ndimu tumeweka
na pilipili tumeweka. Kwa hiyo saa hizi Simba wanaumia. Ndio maana nimekuambia kuelekea tarehe 12 Simba wajipangie kikosi wao wenyewe. Au kama kuna uwezekano mechi ya tarehe 12 tucheze sisi mashabiki wa Yanga. Pale golini tunamweka Suda Yanga, huku pembeni tunamweka Kevo, huku pembeni tunamweka Fumau, pale kati anakuwa Ali Shabani Kamwe, pale mbele pale namba 11 anacheza mimi, alafu namba 9 atacheza Mzee Mpili na Simba tutawafunga. Ndio nakwambia hivyo. Nakwambia kuelekea tarehe 12. Ndio nakwambia, yani kitu kikishaitwa Yanga ushindi upo ndani yake. Kuelekea tarehe 12 ya Simba wajipangie kikosi. Kama hatoshindwa kujipangia kikosi, basi sisi Yanga tunamwomba kocha tucheze sisi mashabiki wa Yanga na wachezaji wa Simba wale kina Elia Mkanzu, kina Anise Chula, kina nani Dumbi anaye kumtaja bwana, hamna mchezaji mle. Kwa hiyo sisi Yanga tukipanga hicho kikosi tunawafunga Simba. Watachezea nyingi sana. Hatuna huruma na Simba. Ni kifupi sisi Yanga tunapenda kumfunga Simba. Tunapenda kumuona Simba ananyanyasika, anapitia mateso. Sisi Yanga ndo furaha kwetu bwana. Kwa hiyo hata hawa watu ambao waliokuja kuchimba dawa hapa Jangwani watamlaumu sana aliyowapa wazo la kuja kuchimba dawa hapa Jangwani. Watarudi tena. Sasa wakirudi saizi tumeweka mizimu haionekani, alafu imesimama na mafuta. Kitu kingine ni kwamba kitu kingine ni kwamba si nataka niongee nini, ila Yanga bingwa. Yanga bingwa. Lakini hiyo kauli inawaumiza sana mashabiki wa Simba na wakamtaka kwamba GSM asiseme tena hivyo Yanga bingwa, kwa sababu anakuwa kweli Yanga anachukua ubingwa tena wa ligi kuu. Hiyo kauli ya Yanga bingwa inawaumiza sana. Yaani kwanza GSM akisemaga Yanga bingwa, mashabiki 2 3 wa Simba wanazimia huko waliko. Na msimu huu kama walichukua kale kakombe ka shirikisho ka CRDB kale, afu akaja kuchimba dawa. Sasa msimu huu alichokoza. Msimu huu kama walikuwa wanakunya watajinyea. Hiyo tu. Kwa sababu saizi washatuonyesha kwamba wanapenda kunya kuliko kuchukua makombe. Kwa hiyo kunya FC sisi hatuna wasiwasi nao, watateseka sana. Yaani watajinyea sana. Basi. Sawa, umeongea vizuri sana Six Stone, lakini tunataka tufahamu namba 6 hiyo ni nani? Mbona maswali yamekuwa mengi sana. Lakini watu wanasema kwamba jana Simba aliposti naye namba 6 na nyinyi pia mkaiga kwamba mmeposti na nyinyi namba 6 yenu. Hamtaki Simba wawe na amani ama wawe na raha. Je, waweza kutuambia hiyo namba 6 ni nani? Mbona inakuwa kama ina kinyang'anyiro fulani hivi? Kwanza sisi Yanga hatujawahi kumuiga Simba hata kitu kimoja. Simba wapigie mstari kwamba sisi Yanga hatujawahi kuiga vitu. Sisi Yanga ndo wakubwa wa soka la Tanzania. Tukianzisha kitu wao ndo wanaiga. Namba 6 tulishaitambulisha Fred Ngoma, midfield ya mpira. Sasa sisi Yanga usajili wa kimataifa tumeshamaliza. Ila kuna mchezaji mmoja ambaye anafanya mazoezi na timu nyingine. Huyo mchezaji atakuja kutambulishwa na Yanga. Wache waendelee kufanya naye mazoezi. Ila ameshasajiliwa na Yanga, ameshakula kibunda cha GSM. Siku ya Mwananchi Alikamwe amesema tutamtambulisha. Surprise. Kwa hiyo tukishamtambulisha tu papa, wao huko watachimba sana dawa mwaka huu. Watajichimbia dawa, sio kuchimba dawa, watajichimbia dawa. Na kuhusu unajua sisi Yanga, ndio maana nimekwambia sisi Yanga tuna tajiri ambaye anatoa pesa nyingi, maneno kidogo. Sasa bosi wa hawa Simba mikia nyuma anahangaika sana, ana tofauti na mimi. Kutu anaposti Instagram, kutu anahangaika sijui namba 6. Umeona kwanza jana aliposti alafu akafuta. Unajua kwa nini? Asishindane na GSM, atakufa vibaya sana. GSM achokozwe. GSM ule ni moto wa kuotea mbaya. Na nawaambia nyinyi Simba, mwambieni tajiri yenu asishindane na GSM. GSM anasemaga tu Yanga bingwa. Sasa tajiri yenu huyo akianza kulalamika hapa, nadaiwa, inanipa hasara, sijui Instagram kuna nini bwana, nisije nikatekwa. Sifuri sana. Poa.